Hello, shalom. Bwana Yesu apewe sifa. Pastor Godly hapa tena nakukaribisha katika siku ya leo. Na leo hii ningependa nizungumze somo ambalo kwangu itakuwa kama ni jibu la mtu mmoja aliniuliza, lakini ni maswali ambayo huwa yanajirudia kuulizwa sana, lakini mimi ningependa nijibu kupitia kipindi hiki. Leo hii nataka nizungumze swali la watu kadhaa wananiuliza. Wananiambia, kwa nini mtumishi wa Mungu kwetu tunapigwa vita kila siku katika huduma? Kuna mahali tunafanya huduma lakini tunachoambulia ni kupigwa vita kila siku. Well, jibu langu mimi huwa ni moja, na natamani leo nishare na wewe. Natamani usiwe victim wa mambo kama haya. Yesu Kristo ametupa huu mfano yeye mwenyewe. Anafufua mtu pale, mtu anafufuka pale, anageukia watu hivi, anapigwa vita. Yesu Kristo anamponya mtu ambaye kwa miaka 38 alikuwa ni mgonjwa, lakini baada ya kumponya anaingia hekaluni, anapigwa vita. Ni kitu ambacho Yesu anasema, ikiwa umenikataa mimi, ikiwa ataufanyia mti mbichi kiasi hiki, je, vipi kuhusu mti mkavu? Ni jambo ambalo Yesu alilizungumza, lakini kuna kitu Mungu alinifundisha, na mimi natamani nikutie moyo. Natamani sana nikutie moyo. Kwa nini tunapigwa vita? Tunapigwa vita kwa sababu moja. Tunapigwa vita kwa sababu ya maamuzi yetu sisi wenyewe. Kinachotufanya tupigwe vita ni maamuzi yetu sisi wenyewe. Maamuzi yetu yapi? Ni maamuzi yetu ya kukubali mapenzi na makusudi ya Mungu yafanyike kupitia sisi, kama Yesu alivyokubali mapenzi ya Baba yake yafanyike kupitia yeye. Kwa hiyo mashambulizi yote Mafarisayo, mashambulizi ya Masadukayo, waandishi, makuhani na watu kadha wa kadha, watu wa serikalini, watu watawala mbalimbali, kila mmoja alikuwa akimwata Jesus. Kwa kadhalika, kwa sababu yeye aliyakubali mapenzi ya Baba yake afanyike, wakati wa maombi yake pale Getsemane akaambia, Baba, ningetamani kikombe hiki kiniepuke, lakini mapenzi yako yatimizwe, mapenzi yako yawe makubwa. Manake nini? Manake ni kwamba Kristo alikubali mapenzi ya Mungu Baba yafanyike juu yake. Hata wakati mwingine walipomwambia, Bwana, hebu tumekuletea chakula ule, akasema, chakula changu mimi ndio hichi, nifanye kazi ya Mungu alinituma, nimalize kazi yake, nifanye mapenzi yake alinipeleka. Kwa nini? Kwa sababu alikubali. Na ndio maana kila mara mashambulizi pengine yalikuwa juu yake, mara kadhaa na mara zote yalikuwa juu yake. Kadhalika hata mitume alioacha, akawaambia, watawaudhi nyinyi, watawafanyia mambo 1 2 3 4 5, ila akawaambia, jipeni moyo, ninajua duniani mna dhiki nyingi, ila jipeni moyo. Kwa hiyo kwa nini tunapigwa vita? Ni kwa sababu ya maamuzi yetu wenyewe ambayo tumeingia. So tujilaumu au tuendelee? Mimi napenda sana kwamba hichi kitu ya kwamba tuendelee, kwa sababu ni maamuzi yetu sisi wenyewe, sisi ndio tulioamua. Na maamuzi haya nimeweka katika maeneo 4. Kwa nini unapigwa vita? Kuna maamuzi aina 4 nimeyaweka. Maamuzi ya kwanza ni ya wewe kutii wito wa Mungu. Unapotii, unapokubali kuyafanya mapenzi ya Mungu, kitendo cha wewe kutii wito tu, tayari unaanza kupigwa vita. Mmoja kaniambia, wakati kipindiko niko mshirika wa kawaida sijai kuona nikipigwa vita, lakini baada tu mimi ya kwanza kuingia katika habari ya utumishi, kumtumikia Mungu na vitu kama hivyo, nikaanza kupigwa vita. Ni kwa nini? Kwa sababu ya kukubali, kwa sababu ya kutii ule wito, maamuzi yako ya kumwambia Yesu, mimi nitakufuata. Na ndio maana Yesu akasema, mtu atakaye kunifuata ajikane mwenyewe, autwike msalaba wake na anifuate. Hayo ni maamuzi. Unabidi wewe mwenyewe ujiulize, ujishauri kweli, lakini anyway, nitamfuata Bwana. Hayo maamuzi ndio yanayokufanya wewe upigwe vita. Maana yake nini? Ili usipigwe vita, basi acha maamuzi yako ulioamua kumfuata Yesu mwenyewe, kubeba msalaba wako. Lakini mimi nataka nikutie moyo, ulifanya maamuzi mazuri sana.
ulifanya maamuzi mazuri sana kutii wito. Kwa hiyo hayo ni maamuzi ya kwanza, kutii wito. Lakini maamuzi ya pili ni ya wewe kukubali. Umeamua kukubali kile kilicho ndani yako jinsi kilivyo. Kitendo cha wewe kukubali, kuamua kukubali kile kilicho ndani yako, tayari kwa mwingine utaanza kupigwa vita. Isikuvunje moyo. Paulo mtume anamwambia mwanae Timotheo, mtu awaye yeyote asiudharau ujana wako. Sehemu nyingine akamwambia, jionyesha kwamba umekubaliwa na Bwana. Jionyesha kwamba umekubaliwa na Bwana. Maanake usiogope watu wanapokupiga vita. Wanakupiga vita ni kwa sababu wewe umekubali kilicho ndani yako. Kitendo cha kukubali kilicho ndani yako kinaonyesha wewe umekijua kilicho ndani yako. Adui kuna wakati ataki ajue au ataki aone wewe unakijua kilicho ndani yako. Kitendo cha kuelewa na ukakubali kilicho ndani yako, kufanya maamuzi ya kukubali kilicho ndani yako. Pengine una huduma ya uinjilisti, pengine una huduma ya uchungaji, pengine una huduma ya uimbaji mzuri sana, pengine una huduma maongozo. Umekubali kile kilicho ndani yako, Mungu alichokiweka, tayari kinaanza kupigwa vita. Na wengi wanaokipiga vita manake nini? Hawataki wakione, hawataki wewe ujue, hawataki wewe uelewe kilicho ndani yako. Kwa hiyo maamuzi ni hayo. Maamuzi yawe kukubali kilicho ndani yako kinakuletea vita. Nini manake? Ili usipigwe vita, basi onyesha kana kwamba hujakijua hicho kitu. Onyesha kwamba hujakikubali. Iko mtu mmoja alikuwa na huduma nzuri, lakini yeye hakubali. Kwa hiyo haoni vita kwa sababu hakubali. Akiambiwa wewe ukiwa unafanya worship, ikiwa una Mungu akikuweka kwenye eneo la uimbaji, kuna namna unatufikisha katika piki fulani hivi, tunaigusa mbingu, ila yeye hakubali. Akwambia no. Akiitwa hivi na hivi anakwepa sana. Huyu haoni kupigwa vita, lakini siku atakapokubali atashangaa kuna vita inaanza juu yake. Atapigwa vita kwenye maeneo kadha wa kadha. Eneo la tatu ni eneo lipi? Kudhihirisha kile kilicho ndani yako kwa nguvu. Utapigwa vita. Utapigwa vita. Kudhihirisha kile kilicho ndani yako. Adui huwa hata kama akijua huyu mtu ndani yake ana kitu fulani, ila atakapoanza kukidhihirisha kile kitu, huwa lazima apigwe vita ili asikidhihirishe. Kwa nini? Kwa sababu moja. Upande wa pili wanaelewa, endapo utazidi kudhihirisha kile kilicho ndani yako, ukiamua kukidhihirisha, manake umemdhihirisha yule aliyekiweka. Aliyekiweka nani? Ni Mungu. Ina maana utakapokuwa unadhihirisha, unamdhihirisha Mungu wako, na ndio maana unapigwa vita ili usimdhihirishe Mungu wako. Mungu amekupatia unabii utoe juu ya watu fulani. Mungu amekupatia unabii utoe juu ya kundi fulani. Unashangaa unapotoa unabii unaanza kupigwa vita. Kwa nini? Kwa sababu lilipokuwa ndani haukuona vita, lakini ulipoamua kukidhihirisha, ndipo vita inakuja. Vita nyingi huwa inapigwa hata kwa watumishi wa Mungu ambao wanadhihirisha miujiza, maajabu wanadhihirisha. Yesu alipodhihirisha zile nguvu akamwita una pepo wewe. Tena akasema huyu afanya mambo bule bali kwa pepo mkuu, yani Beelzebub. Anafanya kwa pepo mkuu. Maana anapigwa vita ili Yesu asifufue, anapigwa vita ili Yesu asiponye watu, anapigwa vita ili Yesu asihuishe watu. Nini manake? Manake alidhihirisha zile nguvu za Mungu. Hayo ni maamuzi ya 4. Lakini kuna maamuzi mengine mtu ameingia ya kulinda kile kilicho ndani yake. Anakilinda. Nimesema akijue, lakini akidhihirishe, alafu kukilinda. Biblia inaposema shika sana ulicho nacho asije mwingine akakichukua. Kwa sababu kuna mwingine anapokupiga vita anatamani kile kitu akichukue, kiondoke kwako. Adui anapokuja kukupiga vita anatamani kile kitu cha kimungu unachokifanya. Ndiko mwimbaji mmoja anaimba, anaambia unaimbaje wewe? Tazama wanavyoimba, mwangalia anavyoimba huyu anaimba vizuri kuliko wewe. Wewe unatia kelele, kaa kimya. Manake Biblia inazungumza shika sana ulicho nacho. Maamuzi ya kushika ulicho nacho sana ndicho kinachokufanya wewe upigwe vita. Mtu anayetunza utakatifu,
mtu anayetunza usafi wa kiroho, mtu anayetunza utaratibu wa maisha yake, utaratibu wa huduma yake, huyu mtu uwe na uhakika anakaribisha kupigwa vita. Hamjai kuona makanisani mtu anaambiwa kana kwamba unajifanya wa kiroho sana? Hujai kuona makanisani kuna mtu anaambiwa bwana huyu anajifanya yeye ndio mhubiri kuliko wote? Haujai kuona kwenye makanisa mtu anakuambia unajifanya muombaji kuliko wote? Yaani wewe ndio mwenye upako, wewe ndio nabii, Mungu ndio anakutumia wewe tu. No. Wanakupiga vita ili usikilinde ulicho nacho. Lakini Biblia inasema shika sana ulicho nacho. Shika sana ulicho nacho. Maamuzi ya kutunza utakatifu, binti yangu, ndio yanayokufanya upigwe vita. Maamuzi yanayokufanya uitunze na kuilinda ndoa yako na huduma yako ndio inayokufanya upigwe vita. Wakati wengine wanaharibikiwa, wewe unasema hapana, mimi nashika nilicho nacho. Mimi nalinda moyo wangu, na ulinda na ushika moyo wangu na ulinda usije ukachafuka. Uwe na uhakika utapigwa vita kila itwapo leo. Sasa nini maana yake? Tunapigwa vita kwa sababu ya maamuzi yetu wenyewe. Sisi ndio tuliamua kumfuata Yesu, ndio tuliamua kumtumikia Bwana kama yeye alivyopigwa vita, lakini hakuacha kwa sababu aliamua maamuzi mazuri. Yesu anamwambia Martha ya kwamba Mariamu amechagua fungu jema la kuketi miguuni pangu, anatembea pamoja nami katika maeneo kadha wa kadha. Mariamu amechagua fungu jema, na mimi nataka nikuambie usijisikie vibaya. Hayo yote kwako ndio gharama za wewe kutembea na Bwana, ndio zo gharama za wewe kuinuliwa. Leo unaonekana wewe tofauti na kesho. Na mimi nataka nikuambie wale wote waliompinga Yesu, wengi waliomkataa Yesu, wengi waliokataa mitume, ndio baadaye kuja kuwa Wakristo wazuri. Mwanafunzi mzuri baadaye ambaye hakutembea na Yesu lakini aliwapiga vita kanisa alikuwa ni Sauli. Aliwapiga vita mno kanisa la Bwana mpaka kuchukua na vibali kwenda kuwafunga. Lakini uwe na uhakika yule aliwapiga vita ndiye akawa mtume kwa mataifa. Mimi nimeona watu wengi waliotupiga vita. Kuna mtu mmoja wa kiume katika mkoa fulani, nilipokuwa mkoani, kuna mkoa nilikuwepo, Mungu alinipa neema, kuna kanisa nilikuwa nimekaa pale. Alianza kunipiga vita sana kwa ajili ya huduma alikuwa nikifanya kwenye nyumba yake. Alinipiga vita kweli, alinipiga vita sana mpaka na kunitishia. Lakini nataka nikwambie mwisho wa siku yule mtu ndiye akaja kuwa kiongozi wetu wa kanisa, na alitokea sana kunipenda, na mpaka natoka pale nina ushuhuda mzuri sana na yule ndugu yangu. Kwa nini nasema hivyo? Hawa wote wanaokupiga vita sasa ndio baadaye watakuja kuwa wanafunzi wazuri. Kwa nini? Kwa sababu umekidhirisha kile kilichokuwa ndani yako. Haukushindana nao, haukupambana nao, haukubishana nao, haukujibizana nao. Wewe mdhirishe. Wakati watu wanamkataa Yesu, Yesu alikuwa anaendelea kudhirisha. Akasema heri mtu asiye na mashaka nami. Wakati wao wanamkataa hapa, anafufua watu. Wakati wao wanamkataa huku, watu wanainuliwa. Mafarisayo wakati wanamgonga maswali fulani, yeye anazidi kuwafanya watu kuwa wanafunzi wake. Nataka nikwambie, ongeza bidii kwa Kristo. Taji yako ni kubwa, baraka yako ni kubwa. Mungu anakwenda kukuinua katika viwango visivyo vya kawaida. Naomba tuishie hapo kwa siku ya leo katika kuzungumza haya mambo. Umeamua maamuzi mazuri, naomba usirudi nyuma, songa mbele mpaka Yesu arudi akukute ukiwa na imani, kisha kanisa tunyakule pamoja. Mpaka wakati mwingine, mimi ni wako Pastor Godwill. Shalom, shalom.